Amen. Hebu tulisha madada na udondoke hapo chini tu. Bravo. Mbona udondoka sasa? Au mpaka tupike muziki? Anaimba mama. Sikuokolewa. Yo, linapotajwa shetani tumbo moto. Huyo amejitoa sasa, ameanguka tena. Jamhuri ya Muungano, Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina mambo mengi ya kusema, lakini nimshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, kwa hii kazi kubwa ambayo imeenda kufanyika siku ya leo mbele yetu. Kuzindua tuzo za East Africa Gospel Music sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwanza niwashukuru waandaaji wote ambao wamehusika, walikaa chini wakacreate wazo la kufanya hiki ambacho kinafanyika siku hii ya leo. Lakini nilishukuru Baraza la Sanaa Tanzania kwa kupitia kiongozi wetu Dr. Mapana. Mungu akubariki sana. Ni ukweli umefanya kazi kubwa sana. Sana. Unajua kuna wakati sisi watu wa muziki wa injili tulikuwa tunaonekanaga nyuma tu, ni watu ambao tulikuwa tunaonekana tupo tu, yani hatueleweki, hatujielewi, yani hata wakitajwa hivi sisi hatutaji kwa ukubwa, lakini ilikuwa tu lazima mwanamuziki mwenyewe ufanye kazi kubwa ambayo yenyewe ndio ikutambulishe. Lakini mimi niseme hivi, ukweli wanamuziki wa injili tuna vocal, tunaujua muziki vizuri sana, kwa sababu sisi tunajifunza katika kanuni ya muziki, sio tunaimba tu, tunajifunza katika kanuni ya muziki, lakini hatukutambulika namna hiyo. Leo kitupangia kwa mambo ya soul notation, na muziki wengi wa nyimbo za injili wanazijua. Wale ambao walianza, wale tuliowakuta na wale ambao sasa wako kama vijana wetu wanajua kuimba. Lakini tunawashukuru kwa sababu mliliona hilo, mkalitambua hilo. Tunakushukuru. Tupelekee salamu zetu kwa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukubali na kutuamini kwamba tunaweza kusimama na kuiwakilisha nchi yetu ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mimi ni mwendaji wa nchi nyingi za Afrika, katika nchi zote za Afrika ambazo ziko nimebakisha nchi 2 tu, lakini huko kote na kwenda usifikiri naimba Kiingereza, naimba Kiswahili, lakini nikisema kwamba mimi ni mwanamuziki wa injili natoka nchini Tanzania, wanajua Tanzania is fire. Kwa hiyo sio mahali pa kawaida. Kwa mimi niwashukuru sana waandaaji wa hizi tuzo za IGMA. Mungu awabariki sana. Langu moja ambalo ningependa pia nishukuru media yetu kubwa pendwa na ambayo imeona thamani ya muziki wa injili, EFM. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana. Sio rahisi, ilikuwa sio rahisi kweli. Mlikuwa mna uwezo wa kukataa. Lakini kitendo cha kukubali ni kitendo cha kiungwana. Na kitendo ambacho mmefanya kimetufanya sisi wanamuziki na sisi tujisikie vizuri. Naomba niwaambie ukweli. Mara nyingi sana wanamuziki wa injili tumekuwa na malalamiko kadha wa kadha. Nashukuru sana BASATA mko hapa, mtasikia kinachosema. Rais wetu Ado November anajua wakati mwingine tumetamani kumshika shati, kwa nini kina hiki sisi hatupatiwi. Tumemshika shati kwa sababu tumeonekana kama watu wa nyuma hivi. Lakini tunawashukuru kwa kutupigania mpaka leo, na sisi tumeonekana watu wa thamani sana. Asiwepo mwanamuziki wa injili yoyote mwenye kujivuna kwamba kama msingesimama na kutukubali watu wangetuona na watu wangekuja kuwekeza kwenye muziki wa injili. Ni kwa sababu mlisimama, mkapigana kweli mpaka leo tunafahamika ndani na nje ya Tanzania. Tunawashukuru sana EFM kwa upendo wenu. Mmefanya kitu kikubwa sana. Lakini tunashukuru pia Watanzania wote ambao wamekuwa support kubwa kwetu. Kabla kutoka kwenye mipaka, Watanzania wamekuwa watu wa kwanza kutusapoti watu wao. Mungu awabariki wa Tanzania popote pale mlipo. Lakini asante sana dada yetu kwa kukubali. Ungesimama ningefurahi sana. Watu wa kuone ni wewe kabisa. Mungu akubariki sana kwa kukaa chini na kufikiria wazo la kuandaa hizi tuzo. Hatuna cha kusema, tunashukuru serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Japokuwa mtu ukiongea hivi, watu wengine wanasema kwa nini anashukuru serikali tu kila mara? Kila nyumba ina baba. Baba akisema hapana, mtoto hawezi kusema ndio. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupa ruhusa ya kuwa nje ya nchi na kuwa ndani ya nchi na kufanya kazi zetu kwa ujasiri wote. Binafsi mimi kama Rose nikiwawakilisha na muziki wengine wa injili, niwe kwao kama dada, wengine kama mama, nasema asante sana, mbingu zinene mema kwa ajili ya serikali yangu ya Tanzania. Lakini pia nizungumze hivi, mmesema tarehe 28 mwezi wa 6 ndio kuna kile kinyang'anyiro. Kuna jambo ambalo naomba niliweke wazi na mlibebe mwende nalo.
Mara nyingi wanamuziki wamekatishwa tamaa kwa sababu kuna mafungu yamewekwa. Kuna watu A list, C list, sijui B nini. Hakuna. Kazi ya mtu itamtambulisha. Haijalishi anajulikana na nani, hajulikani na nani. Kazi ya mwanamuziki imtambulishe kazi yake. Kafanya nini? Tunaomba ili muende nalo. Kafanya nini? Watu wengi tuzo zimekufa kwa sababu wanafanya kwa upendeleo. Wanasema kwa sababu friend na friend namjua basi anafanya. Unanielewa vizuri? Lakini ukifanya kwa moyo, na kama kuna majaji, watu wanaojaji hivi vitu wakisimama ile siku, is okay. Watu wanaweza kupigiwa kura watu 500, watu 1000. Lakini kama mtu anapigiwa kura na hajafanya kitu chochote. Unajua mimi nikikaa kama jaji, kuna vitu najua, mimi najua muziki sana. Kuna vitu najua, huyu muongo amependelewa, huyu ni kweli amefanya vizuri. Ndio maana wenzetu kama Nigeria na kwingine hawafanyi tuzo yoyote, lazima kazi ya mtu aliyoifanya imtambulishe. Kwa hiyo habari ya mafungu tunaomba waandaa tuzo muziache. Angalieni kazi ya mtu aliyoifanya kwa ustadi. Kuna mtu kama Chidumule, sio kwa sababu tu ya injili, unajua ni mwanamuziki. Hata hapo ukimsimamisha mwambie imba tu kapela wimbo wako, anaimba mpaka utashangaa, japo ana umri mkubwa. Kwa hiyo kazi mtu amefanya imtetee vizuri na sio upendeleo. Ukileta upendeleo, madamu umeweka jina la Mungu hapo katikati, ikitu Mungu ataifuta. Mungu ni mwaminifu sana, hajawahi kujiambia uongo na hajipingi mwenyewe. Maadamu umesema ni tuzo za muziki wa injili, basi usimame katika neema na ifanyike katika uwazi na ukweli, ambao ukweli huu mbingu zitathibitisha kwamba hapa umesema kweli. Kwa sababu katika tuzo kumegawa watu, katika tuzo umefanya watu wamegombana, watu wamekasirikiana, watu wamedharauliana. Lakini ukifanya katika kweli, hata kama mtu alianza kuimba jana na amefanya vizuri, unaangalia ukweli, huyu amefanya nini vizuri. Kwa hiyo mimi binafsi nishukuru sana, Mungu awabariki sana sana. Tunaamini kwamba sahihi, na mimi niseme hivi, kama dada katika muziki huu, mimi nitahakikisha vijana wetu, iwe kwa ushauri, iwe kwa nini, lazima tuwatie moyo. Pia kuna waimbaji, watoto wetu wameanza, wengine hata tunaimba walikuwa hajazaliwa, wengine tumeimba walikuwa wadogo, lakini tuhakikishe tunawashika mkono. Mimi nimehudhuria tuzo nyingi Afrika hapa, mfano Burundi, Rwanda na kadhalika. Tulikuwa na nchi kama Sudani na kadhalika huko. Watu ukisimama unaangalia kweli hao wanamuziki. Kama ni Tanzania, wametoka Tanzania, mtu anahakikisha kama kuimba, anaimba kwa sababu tunajua yeye analiwakilisha taifa, licha ya yeye mwenyewe binafsi. Lakini mwimbaji tukitoka East Africa, tutakwenda East Africa, ni Central Africa na Afrika nzima. Je, wanaoandaliwa wanafanya vema? Andaa watu vizuri, fanya watu wajitume. Mtu asijipotee kwa sababu amepewa tuzo. Jitume. Miaka 20 niko hapa, si kwa sababu ya tuzo nyingi, ila kwa sababu naipenda kazi yangu, naitambua kazi yangu, na ninafanya bidii kila siku kwa kuhakikisha nafanya vizuri. Tuwatie moyo hata wadogo walioanza, kwa sababu hakuna mtu ambaye hana mwanzo. Tuhakikishe wanafanya vizuri. Ondoa magrupu katika hiki tu, lakini uweka kwamba wewe unaimba kama mwimbaji, hakuna DCA wala B, unaimba wewe kama wewe. Kwa hiyo mtu apambane ndio ajijue nani. Watu wengi waimbaji wamejipoteka kwa sababu anasema mimi nabebwa mahali fulani. Mahali ya kubebwa iondoke. Simama katika kweli, simama katika haki. Mwambie mtu ukweli, anaimba vizuri. Na kama anakosea mwambie hapa hatukukupa tuzo kwa sababu ya 1 2 3, ili akapambane. Nadhani mmenielewa vizuri nilivyoongea, na natamani hata vijana wetu wanaoanza sasa hivi, tafadhali IGMA ihakikisha mnawaambia vigezo vyenye ukweli kwamba tutawachagua, kuna 1 2 3. Asije kwa sababu aliimba, akisimama seme Biblia inasema hakuna mtu aliyepewa taji pasipo kushindana kwanza. Akisimama kama mshindani akapambana, ataipokea ile taji. Kwa hiyo tunatamani mtu akiambiwa huyu alishinda, watu wakiangalia waseme oh kweli alishinda. Watu wanaotutazama wana akili. Watu wanaofuatilia muziki wana nini? Wana akili hata kama hawaimbi. Ukifanya upendeleo wanajua huu ni uongo. Mwisho wa siku wanachoka hizo tuzo na hawazitaki. Sidhani kama umenielewa vizuri sana. Ndio maana unaona tuzo ikianza mwaka, haimalizi miaka 2, watu hiyo tuzo inakufa. Ni kwa sababu inakosa support. Watu kiwadanganya wanaelewa. Watu kiwaambia ukweli wanaelewa. Kwa hiyo tarehe 28 tutaona huo mwanzo wetu utakavyo mzuri, na natamani yani hii tuzo iliyoanzishwa hapa ikawe yani kila mahali watu watakapopita waseme kweli kuna East African Gospel Music.
na ikitoa waimbaji kutoka Tanzania. Ni very smart, mtu akiangalia very unique. Yani mwimbaji akisimama yuko unique, haogopi, jasiri, anafanya kitu. Kwa sababu kama ni East Africa usifikiri tunaongea hapa tu pekee yetu. Kuna Kenya, Uganda, Sudani na kadhalika. Kongo kuna waimbaji. Kwa mfano Kongo ukiimba mpaka kuku zinaimba. Yani watu kule wanaimba balaa. Kwa lazima ufike mahali. Okay, mimi nimeenda na nimeimba. Ukifika Kongo, yani mpaka sijui nini kinaimba. Mimi nadhani hata ile ardhi ya kule inaimba. Kwa hiyo watu wajue kabisa ukiimba hapa usijipweteke. Ukitoka hapa kuna Wakongo wanakusubiri. Ukitoka hapa kuna Wasudani wanakusubiri. Ukitoka hapa kuna nini wanakusubiri. Kwa hiyo muimbaji akiimba ajue kabisa siimbi kwa sababu ya Watanzania, na imba kwa sababu ya East Africa, nitakutana na wengine. Maana baada ya hapa ataenda kushindanishwa na wengine. Kule hawaendagi kule sijui kimungu. Ukifika kule wanafanya mashindano. Hilo naomba niwaambie ukweli. Kule ukifika wanafanya nini? Mashindano, hakuna kupeana kabisa, na wako serious na hili jambo. Kwa hiyo tunakushukuru ulipoanza. Mungu akubariki, wazo zuri tumelipokea sisi kama waimbaji, na tunakushukuru sana wanamuziki wa Injili. Tunaamini katika hili tutatoa waimbaji wazuri kabisa, waimbaji wengi, na wale waliokata tamaa watainuka kufanya. Usinipe tuzo kwa sababu nini? Mimi niliwaambia nimeimba sana, lakini